Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa channel yako hii pendwa kabisa ya michezo, na kama ndio kama mara ya kwanza kabisa unatembelea channel hii pendwa kabisa ya michezo, basi usisahau kusubscribe na kucomment ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka za hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka Tanzania. Na pia usisahau kubonyeza alama kengele itakayotokea chini ya video hii upande wa kulia ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka na tunapoweka tu katika channel hii. Na basi ungana na mimi ripota wako nikikuelezea kwa nini hii leo mchezo wa klabu mchezo wa ngao ya jamii baina ya klabu ya Young Africans dhidi ya klabu ya Simba, matokeo yake na nini kilichoweza kutendeka. Basi ungana na mimi ripota wako nizime macho na masikio. Bwana, hii leo umepigwa mchezo wa ngao ya jamii baina ya klabu ya Young Africans. Vijana hawa wa mitaa tu ya Jangwani walikuwa wakiwaalika masimu wakubwa sana hapa Tanzania. Hapa sio wengine, tunazungumzia vijana wekundu wa Msimbazi Simba. Katika mchezo huu wa ngao ya jamii ambao unaashiria ni ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, ambayo ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Tujikite katika mchezo wa ngao ya jamii baina ya klabu ya Young Africans, mabingwa hao watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, na ngao ya jamii walikuwa wakiwakabili masimu wakubwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo klabu ya Simba iliingia katika mchezo huu kuweza kurejesha heshima yao ambayo imepotea kwa miaka 4 dhidi ya klabu ya Young Africans. Na klabu ya Simba imekuwa ni klabu ambayo imekuwa ikisemwa sana, na hivyo hii leo katika mchezo wa leo waliingia kuweza kurejesha heshima yao dhidi ya klabu ya Young Africans. Lakini mambo yalikuwa tofauti kidogo, kwani mchezo huo mpaka mpira unaisha klabu ya Young Africans imeweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya klabu ya Simba. Na kukumbusha tu, kama ndio kama ya kwanza pia unajiunga channel hii pendwa kabisa mchezo, usisahau kusubscribe na kucomment na pia kubonyeza alama kengele itakayotokea chini ya video hii upande wa kulia ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka za hapa Tanzania na vile vile hata nje ya mipaka Tanzania. Rudi katika mchezo mhusika. Mchezo wa ngao ya jamii baina ya klabu ya Young Africans na klabu ya Simba umechezwa hii leo katika uwanja Benjamin Mkapa. Katika kipindi cha kwanza timu zote zilishambulia kwa kupokezana, lakini katika kipindi cha kwanza klabu ya Simba ilionekana kudominate mchezo na kuweza kutengeneza nafasi mbili za wazi ambazo wachezaji wake walishindwa kuzitumia. Nafasi hizo zilimdondokea wingi wa klabu hiyo, hapa sio mwingine tunamzungumzia Kibu Denis, ambapo alipata nafasi ndani ya box na kushindwa kuitumia nafasi hiyo. Kunakuwa na utulivu mdogo, hivyo golikipa klabu ya Young Africans Djigui Diarra akaweza kufanya save na kuweza kuinusuru klabu ya Young Africans isifungwe na klabu ya Simba mnamo kipindi cha kwanza. Hatimaye kipindi cha kwanza hicho dakika za mwishoni, nafasi nyingine ikamdondokea beki wa kulia wa klabu ya Simba, hapa sio mwingine tunamzungumzia Shomari Kapombe Shomeze, ambaye alishindwa kuitumia nafasi hiyo kuweza kuiandikia klabu ya Simba goli la kuongoza. Alikuwa na option ya kutoa pasi na mshambuliaji wa klabu ya Simba kuweza kufunga, lakini yeye aka option kupiga moja kwa moja golini, na goalkeeper Djigui Diarra akasimama na kuibuka na kuweza kufanya save hiyo. Na hadi mpira unaenda half time, klabu ya Young Africans ilikuwa bila na klabu ya Simba ilikuwa bila. Hivyo mpira unaenda half time, vilabu hivyo vilishindwa kufungana, huko klabu ya Simba ikiweza kutengeneza nafasi mbili za wazi ambazo washambuliaji wake walishindwa kuzitumia. Kipindi cha pili ni kama kilianza kwa tofauti kidogo, kwani klabu Young Africans walianza kuchukua mchezo, walianza kupossess mpira, walianza kuongeana pasi za kuonana hapa na pale, na walianza kufanya mashambulizi makali kuelekea langoni mwa klabu ya Simba. Na hatimaye mnamo dakika ya 54 goli likapatikana kupitia kwa kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo na timu ya taifa ya Ivory Coast, hapa sio mwingine tunamzungumzia Pacome Zouzoua. Amemalizia kazi nzuri sana ambayo imeweza kufanywa nje ya 18 na mshambuliaji wa klabu hiyo, hapa sio mwingine tunamzungumzia Prince Pumelelo Dube. Dube alikuwa nje ya 18 na kupiga mkwaju mkali kabisa ambao ulimbabatiza mabeki wa klabu ya Simba, na baadaye akachukua winga wa klabu ya Young Africans Max Nzengeli ambaye alijaribu kupiga shuti kali kwa mguu wake kushoto, na goalkeeper wa klabu ya Simba Musa Pimpin kama akaweza kusave na mpira huo ukarudi miguuni mwa Pacome Zouzoua ambaye aliweza kuiandikia klabu ya Young Africans goli mnamo dakika za 54. Mpaka mashambulizi yanaendelea huku klabu ya Simba ikijaribu kufanya mabadiliko na kuweza kushambulia goli la klabu ya Young Africans, lakini ubora wa wachezaji wa klabu ya Young Africans na ubora wa golikipa wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra uliweza kuwanyima kabisa ushindi klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, vijana hawa kutoka pale Kariakoo. Lakini sifa nyingi sana zimwendea kwa golikipa Djigui Diarra. Djigui Diarra licha kufanya save mbili kipindi cha kwanza, save ya Kibu Denis pamoja na Shomari Kapombe, lakini mwishoni pia Djigui Diarra alifanya save nzuri kabisa ya Kibu Denis pamoja na Jean Shazawa, ambapo Djigui Diarra ameinyima klabu ya Simba kuweza kuibuka na ushindi hii leo, ama kuweza kupata hata sare na kupeleka mchezo matuta. Na katika mchezo huu ulikuwa na uvuta ni kuvute, lakini klabu ya Young Africans mpaka mpira unatamatika, klabu ya Young Africans iliweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya klabu ya Simba. Kuna mambo mengi sana kujifunza katika mchezo huu, basi ungana na mimi nilipotaka nikuelezea kuna vitu gani klabu ya Young Africans inaendelea kuiwini klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kitu cha kwanza nilichoona hii leo, klabu ya Young Africans wanacheza kwa muunganiko na wachezaji wao wameshazoeana, hivyo wanacheza kwa kujuana kwamba anaweza kama mtu fulani akapiga pasi ambayo inajulikana, na hivyo pasi ikamfikia mhusika, tofauti kidogo na kwa klabu ya Simba ambapo wachezaji wake wengi unaona wanajaribu kuingia na kuweza kuadapt, kuweza kuzoea mfumo.
Na hii inakuwa ni mara 6 mfululizo kwa klabu ya Young Africans kuweza kuifunga klabu ya Simba. Kwani klabu ya mchezo huu, klabu ya Young Africans ilikuwa imefunga klabu ya Simba mara 5 mfululizo. Hivyo kwa ushindi huu wa leo wa klabu ya Young Africans unakwenda kuwa ni ushindi wa 6 mfululizo dhidi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na kocha Fadlu Davis toka amejiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba ameshindwa kabisa kufurukuta mbele ya wapinzani wake wakubwa klabu ya Young Africans. Kwani katika mechi zote alizokutana baina ya klabu ya Young Africans na klabu ya Simba, kocha Fadlu Davis amekuwa akiambulia kipigo kikubwa na fezea. Na hivi siku sio nyingi aliweza kufunga goli 5 na klabu hiyo, ambapo ni aibu kubwa sana, na ilitokea maneno mengi, lakini uongozi wa klabu ya Simba ukaendelea kusimama na kocha Fadlu Davis. Na msimu huu pia wameshindwa kufurukuta na kuweza kukubali kipigo cha goli moja bila kutoka kwa watani wao wa jadi klabu ya Young Africans. Lakini ni kipi ambacho kinawaangusha klabu ya Simba? Kwani kama usajili wanafanya vizuri kabisa. Hii leo tumeweza kumuona beki wao wakati Hussein Delok ni bonge moja la beki, amecheza vizuri sana. Mshikaji ana utulivu wa kutosha, ana block. Huwezi ukacheza klabu kama Mamelodi Sundowns afu ukahujui ukani mtu wa kawaida tu. Hivyo nadhani klabu ya Simba mpaka hivi sasa huu ni moja kati ya usajili bora ambao wameweza kuufanya tu. Kwa jinsi alivyocheza hii leo, Delok hapaswi kuwa kwenye timu ambayo imeweza kupoteza mchezo huu mbele ya klabu ya Young Africans. Elie Mpanzu nadhani kwangu mimi anakosa mwendelezo ndani wa mfumo wa kocha Fadlu Davis. Mpanzu anahitaji mpira mara kwa mara pembeni ili aweze kukimbia mbele au kuweza kuingia ndani, kuweza kutoa assist au kufunga hata mwenyewe, kwani Elie Mpanzu ni mmoja kati ya wachezaji wazuri kabisa ambao wana matumizi mazuri ya miguu ya kushoto na kulia. Kitu kingine ambacho nimekiona hii leo ni mwendelezo wa ubora wa kiungo mshambuliaji wa klabu ya Young Africans, Pacome Zouzoua. Pacome ameendelea pale alipoishia msimu uliopita, kwani toka majiunga na klabu hiyo ya Young Africans, Pacome ameendelea kuwa ni moja kati ya nguzo muhimu na imara ndani ya klabu ya Young Africans. Na hivyo unaona kila kocha anayekuja anatamani kumtumia Pacome, kwani ni moja kati ya wachezaji wazuri ambao tunao katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini hii inapaswa kuwa ni alama ya taa nyekundu kwa kocha Fadlu Davis, kwani vilabu vyetu vya hapa Tanzania havina uvumilivu wa kuweza kuvumilia makocha kwa muda mrefu. Na pia nakukumbusha, kama ndio kama kwanza kabisa unatembea channel hii Pendo Kabisa Michezo, basi usisahau kusubscribe na kucomment na pia kubonyeza alama ya kengele itakayotokea chini ya video hii upande wa kulia, ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya zinapotoka za hapa Tanzania, vile vile hata nje mpaka ya Tanzania. Kwa hili kwa sasa.